utambulisho huo and by that identity you're going to stay in your destiny again. Amen. Amen. Hallelujah. Hivi okay. Kuna watu wameshindwa kupata msaada kwa sababu tu utambulisho hujulikana. Because their identity is unknown. You know that. Kwamba hawakufahamu wewe ni nani. They do not know you. Kuna watu walipaswa wapate kazi, wamezuiliwa kwa sababu ya utambulisho wao. Blocked because of their identities. Ngoja nikwambie. Let me tell you. Huyu ni Michael. This is Michael. Asili yake ni wapi? Huko. His originality is from Morogoro, from Gogo tribe. Huyu anaweza kaingia kwenye mlango wa fursa. Wakamuuliza unaitwa nani? Baba yako ni nani? And they can ask him several questions. Akasema ni mtu hajulikani. And say that I am unknown. Wakasema kaa pembeni. And then they alafu akaja mtu mmoja akasema mimi ni and then another person can say that I am from Magufuli family. Watamwambia pita. They will tell him just pass. Why? Kwa nini? Utambulisho unamfanya mtu apite au ashindwe kupita. To pass or not. Mungu akiufunua utambulisho wako unakusaidia kupita kwenye malango ambayo kwa hali ya kawaida pengine usingeliweza. Si unanielewa tumishi wa Mungu? Amen. Tuko pamoja? Amen. Utambulisho wako wewe ni nani? What's your identity? Wanakujua kama nani? How do they know you? Kuna baadhi ya malango hayafunguki mpaka yajue utambulisho wako ni nani. They know your real identity. Na ndio maana sio kila pepo anatoka. Wala sio kila mtu anaweza kutoa pepo. Wanasoma identity. They know that your identity. Sio, unaelewa? Yes. Wanasoma nini? These demons. Kitabu cha Matendo ya Mitume 19 inasemaje? Kwanza mstari wa 13 pale. Anasema palikuwa na wana 7 wa mtu mwenye Sekewa. Hawa watu baba yao ni kuhani, ila identity yao waliitwa wapunga pepo. Unanielewa? Wakamsikia Paulo anahubiri, anakemea mapepo yanawacha watu. Wakasema hii ni kazi nyepesi. Wakasema wakamwona mtu amepagawa, akasema wakamchukua, wakamweka chumbani, wakasema tunakuamuru kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo. Pepo akasema sawa kabisa. Paulo tunamjua. Paul, we know Paul. Yesu tunamfahamu. Jesus we know. Wewe ni nani? But who are you? Alikuwa anauliza kitu gani? What was the identity? The identity of this son. Utambulisho hao watu unakiona. The identity of this. Maana rohoni walitambulika kana kwamba ni wapunga pepo. Wao wakaenda kwenye nafasi zao za kwao. So they went in the position that were not them. Mambo mangapi yamekuzuilia kwa sababu ya identity yako? Because of your identity. Yamkini identity yako halisi ni kweli unaweza, lakini utambulisho ukifichwa kuna mambo yatakubishia. Some things will deny you. Amen. Amen. Ni mambo mangapi mpaka leo yamekubishia kwa sababu ya aina ya utambulisho ulioachiliwa kwenye maisha. Kuna watu wamepewa identity fake, wamepewa utambulisho fake, alafu utambulisho wao ukafichwa, na kwa sababu hiyo wameanza kuishi kwenye hatima zisizo za kwao. Hautaishi nje ya utambulisho wako. Hautaishi nje ya utambulisho wako. Amen. Amen. Na Mungu akupe neema leo. And may the Lord give you the grace today. Utambulisho wako katangazwe kwako. Let your identity be announced, declared. Ngoja nikwambie kitu kimoja tu. Let me tell you this, people. Kuna watu utambulisho unasomeka. Some people, their identity is being recognized as a great businessman and women. Lakini adui amefunga hiyo identity. But the enemy has covered this identity utambulisho mwingine and gave them the other identity of debt. Na kweli wamejikuta wanaishi kwenye utambulisho wa madeni kana kwamba ni uhalisia wao. Lakini uhalisia wao ni watu wafanya biashara wakubwa. Maana nini? Adui amezuia mpenyo huyu mtu kwa kumpa utambulisho sio wako. Kuna mtu ananielewa? Sikia kitu hiki. Sio kila mtu unayemwona anatembea na utambulisho wake halisi. Kuna watu wengine wao wenyewe wameficha utambulisho wao. Kuna wengine hawaujui utambulisho wao, na kwa sababu hiyo wanabuyanga. Ngoja, labda hapo utanielewa. Fungulia kitabu cha Yoshua 9. In the book of Joshua chapter 9.
Kitabu kile cha Yoshua ile sura ya 9. The book of Joshua chapter 9. Anzia ule mstari wa 3. From verse 3 mpaka 14, lakini tutaruka hapo. Anasemaje? Yoshua 9. Yoshua 9. Mlango wa anzia mstari wa 3. Mstari wa 3. Anasemaje? Neno la Mungu linasema, lakini wenyeji wa Gibeoni and the men of Gibeon waliposikia habari ya hayo yote, waliposikia habari za nini Mungu amefanya kwa wana wa Israeli kupitia Yoshua, Yoshua aliyokuwa amewatenda watu wa Yeriko na wa Ai, wao wakatenda kwa hila, nao wakaenda na kujifanyia kama ndio wajumbe. Wakaenda na magunia makuukuu juu ya punda zao, na viriba vya mvinyo vilivyokuwa vikuukuu vilivyoraruka na kutiwa viraka, na viatu vilivyotoboka na kushonwa katika miguu yao, na mavao makuukuu waliokuwa wanavaa. Tena mkate wote wa chakula chao ulikuwa umekauka na kuingia koga. Mstari wa 6. Verse 6. Nao wakamwendea Yoshua hata marangoni huko Gilgali. Nao wakamwambia yeye na watu wa Israeli. Wote. Sisi tumetoka nchi ya mbali sana. Kwa hiyo basi, fanyeni agano pamoja nasi. So now make a covenant with us. Basi watu wa Israeli wakawaambia hao Wahivi, labda mwakaa kati yetu, nasi tutawezaje kufanya agano nanyi? Nao wakamwambia Yoshua, sisi tu watumishi wa Yoshua. Akawauliza, ndio, ninyi ni nani? Akawauliza, ninyi ni nani? Nanyi mwatoka wapi? Nao wakamwambia, sisi watumishi wako, twatoka nchi iliyo mbali sana. Tumetoka nchi iliyo mbali sana kwa sababu ya jina la Bwana, Mungu wako, kwa kuwa sisi tumesikia sifa zake na habari ya hayo yote na kuna Mungu anaweza kuficha utambulisho wa mtu. And also God can hide the identity of any particular na wengine hawajui kabisa person. utambulisho. Some do not know their identity. Lakini yote kwa yote unapaswa kufahamu kitu kimoja. You're supposed to know this. Utambulisho ni hatima ya mtu. The identity, it is the destiny of a person. Utambulisho nini? Your ni hatima ya identity mtu. is your identity. Na hatima hiyo ama utambulisho kifichwa. Kicho ficho sio utambulisho. What is hidden, it is not the identity, but it is your destiny. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah tena. Amen. Andika kitu hiki. Andika kitu hiki. Now write this. Andika kitu hiki. Kufichwa kwa utambulisho wa mtu, hiding the identity of a person, ni kumfanya mtu huyo aishi nje ya kusudi lake. To live outside their destiny or their purpose. Kufichwa kwa utambulisho wa mtu, hiding the identity ni kumfanya mtu huyo aishi nje ya kusudi lake. Samueli wa kwanza 16 11 hadi 13. Chapter 16 from verse 11. Samueli wa kwanza sura ya 16 chapter 16 mstari wa 11 from verse 11 hata ule wa 13 to verse 13. Tasoma kwa msaada wa Bwana. Ndio. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Watoto wako wote wako hapa? Naye akasemaje? Amesalia mdogo wao, na tazama anachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tunawatuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ndipo Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Ndipo Samueli akaitoa pembe yake mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Na roho ya Bwana ikamjia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Hallelujah. Amen. Yese alikuwa watoto wangapi? 8? 7. He had 7 sons. Nabii anaambiwa hivi, katika familia ile kuna mmoja nimejitwalia awe mfalme wa nchi yangu.
Samueli akaenda kwenye nyumba ya Yese. So when Samuel went to the house of Jesse, anafika kule anawaona watoto wake, anatazama muonekano wao, akasema maybe huyu. Mungu anasema hapana. Wa kwanza akapita, wa pili, mpaka wote wakapita, lakini hakuna hata mmoja ambaye Mungu alimchagua. Ikabidi nabii aulize, wewe mtu wa Mungu, watoto wako wote wapo hapa? Akasema, then Jesse said, wanaonekana wanaweza kushika nchi ni hawa tu, kamebaki kamoja kadogo ambako hako kako machungani kanachunga. Nabii anasema, then the prophet said, naomba huyo mtu aje, hatutakaa mpaka huyo mtu amefika. Sasa nataka ufahamu kitu kimoja. Utambulisho halisi wa Daudi ulifichwa machoni pa baba yake mwenyewe, na kwa sababu hiyo akaanza kutumikia kusudi isiyo la kwake. Wakamfanya kuwa mchunga kondoo wa baba yake, na kumbe yeye hakuwa mchunga kondoo. Alikuwa ameandaliwa kwa ajili ya hatima kubwa ya kuchunga taifa, lakini kwa sababu ya utambulisho uliofichwa akajikuta anaishi nje ya kusudi. Mwambie jirani, tell your neighbor, kana mimi vizuri, utambulisho wangu ukifunuliwa, naweza kukuajiri kesho. You can be employed tomorrow. Kwa ndugu zake Daudi walimbeza, wakasema weka ni kadogo tu, akana faida mjini hapa, nikachunga kondoo tu. Na ndio maana hata alipoenda kwenye ile vita wanamuuliza, wale kondoo wadogo wa baba yako mmemwachia? Maana yake nini? Walijua ya kwamba hatima ya huyu mtu ni kuchunga kondoo, na kumbe utambulisho halisi wa Daudi ulikuwa umefichwa. Yamkini wanakuona leo wanakudharau, ni kana kwamba hauna msaada. Wanakutazama wanakudharau, ni kana kwamba huwezi kuwasaidia chochote. Lakini ukweli ni kwamba hawajajua tu wewe ni nani. Maana uhalisia wako ukifunuliwa, utambulisho wako halisi ukifunuliwa, watakuja kukuomba msaada. Identity. Your identity. Amen. Amen. Kwa Daudi akajikuta anaishi nje ya kusudi kwa sababu tu utambulisho wake umefichwa. Ni wangapi leo mnaishi maisha sio ya kwenu kwa sababu ya utambulisho wenu umefichwa? Kuna watu wanaishi maisha ya magonjwa, wameyafanya magonjwa kana kwamba ni utambulisho wao, na kumbe utambulisho wao halisi si wao. Kuna watu wameishi aina fulani ya nyumba, wamezoea kana kwamba hayo ni maisha yao, lakini ukweli ni kwamba uko utambulisho halisi, na ukifunuliwa huo kila mtu atasema oh, I salute you. Kwa neema iliyojaa baba yangu, utambulisho wako uliofichwa ukafunuliwe, kwenye biashara ufunuliwe, kwenye huduma ufunuliwe, kila mahali ufunuliwe, kama ni kwenye mahusiano ufunuliwe, na ukaishi kwenye kusudi lako. In the name of Jesus. Utambulisho ukifichwa, unaishi nje ya kusudi. You live outside your purpose. Watumishi wa Mungu, people of God, unaweza kujiita wewe ni apostle. You can call yourself an apostle, kumbe wewe ni mchungaji, while you're a pastor. Na kwa kuwa umejiita wewe ni apostle, kumbe wewe ni mchungaji, utaishi nje ya kusudi. You're going to live outside your purpose. Kwa nini? Umejipa identity sio ya kwako. Given as yourself